Mtoto hawezi kuungua kwa kiazi kilichokuwa kwenye kiganja cha mama yake mzazi. Njoo huku. Hujambo mwanabaraza, natumai kwamba umzima na kuwa ubuheri wa afya. Karibu katika ukumbi wetu wa leo, ukumbi wa baraza yetu, baraza ya busara. Naam, kama ilivyo ada mwanabaraza, ni hapa ndipo tunayakunjua yote yaliyo katika unyeti wa lugha ya Kiswahili na kuyaweka paruanja. Hivyo ni wakati mwingine tena ambapo ningependa tuzungumzie swala muhimu sana katika fasihi. Katika fasihi, iwe ni fasihi andishi na hata fasihi simulizi. Kuna kigezo muhimu sana katika fasihi ambayo huipa fasihi kupendeza kwake na haswa kuvutia kwake kwa jumla ili kuifanya ya kupendeza. Kuna kigezo muhimu katika fasihi. Kigezo hiki ni kigezo cha tamathali za usemi mwanabaraza. Tamathali za usemi. Tamathali za usemi ni nini? Tamathali za usemi ni maneno yanayovutia, yanayochaguliwa kwa ufundi ili kusababisha kazi ya fasihi kuwa ya kupendeza na haswa lugha ya fasihi pia iwe na mvuto fulani mwanabaraza. Tamathali za usemi ni za aina mbili. Ipo aina mbili za tamathali za usemi. Aina ya kwanza ni mbinu za lugha. Mbinu za lugha. Mbinu za lugha pia zinajulikana kama mapambo ya lugha. Mapambo ya lugha. Hivyo mwanabaraza, kuna kitengo hicho ambacho kinakipatia lugha hii yetu ashirafu ya Kiswahili kuwa ya kupendeza kwa upande wa fasihi. Aina nyingine ya tamathali ya usemi ni mbinu za sanaa. Mbinu za sanaa. Tuanze kwa kujadili mbinu za lugha. Je, mbinu za lugha ni nini katika fasihi ya Kiswahili? Mbinu za lugha ni ule uteuzi wa maneno kwa jinsi ya kuvutia au kusababisha lugha ya fasihi kupendeza mwanabaraza. Kuna jambo muhimu sana katika kutambua mbinu hizi. Mbinu hizi za lugha mwanabaraza huonekana waziwazi pasipo na mtu kusoma au kusikiliza masimulizi yote mwanabaraza. Hivyo hiyo ni tofauti moja kati ya mbinu hizi za lugha na mbinu za sanaa mwanabaraza. Na je, mbinu za sanaa ni mbinu za aina gani? Mbinu za sanaa mwanabaraza ni ubunifu wa kisanaa unaojitokeza baada ya mtu kusoma au kusikiliza masimulizi yote mwanabaraza. Ni ubunifu ambao hujitokeza baada ya mtu kusoma au kusikiliza masimulizi ya sanaa. Tofauti inayodhihirisha mbinu za sanaa na mbinu za lugha ni kwamba mbinu za sanaa hazionekani moja kwa moja, haziwezi zikagundulika moja kwa moja, bali hugundulika pale ambapo mtu atakapokuwa amesoma kazi yote au kusikiliza masimulizi yote mwanabaraza. Naam, hadi hapo nilipofika mwanabaraza, na kutakia kila laheri na kuwa Mwenyezi Mungu akinijalia nawe kukujalia, tutaonana tena papa hapa. Mimi bado niwe wako Bin Charles. Kwa heri.